This is a life-giving word production, a channel dedicated to spreading the undiluted word of God. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. John chapter 6, verse 63. New King James Version. Welcome. Naenda kuongea kuhusu tumaini wakati wa usiku. Tumaini wakati wa giza. Hope during our night moments. Hope during our night moments. Wakati wa usiku ni wakati wa upweke. Wakati wa usiku ni wakati ambapo tuko peke yetu. Wakati wa usiku ni wakati wa baridi. Wakati wa usiku ni wakati ambapo unajaribu kutafuta wa kukusaidia na haupati. Lakini naenda kuongea kuhusu hope, yani tumaini, wakati kama huo. Maandiko ya Mungu inasema, mwimbieni Bwana zaburi, enyi watauwa wake, na kutoa shukrani. Kwa kukumbuka utakatifu wake. Mstari wa 5 unasemaje? Mstari wa 5 unasema, nipe mstari wa 5 tafadhali. Mstari wa 5 unasema hivi: maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Ukisoma andiko hilo kwa tafsiri ya neno, mstari wa 5 unasema, kwa maana hasira yake ni ya muda mfupi, bali upendo wake hudumu siku zote. Sasa my theme scripture iko part B of verse 5. Inasema, inawezekana kilio kiwepo usiku kucha. Inawezekana kilio, huzuni kiwepo usiku kucha, lakini asubuhi kukawa na furaha. Sema amen. Asubuhi kukawa na nini? Huenda usiku uwe ni kilio. Huenda usiku uwe hakuna njia. Huenda usiku iwe haujui utafanya nini. Huenda usiku uchekwe. Huenda usiku udharauliwe. Ni kweli kwamba ukiwa katika usiku watakuita majina. Bwana Yesu asifiwe. Kilio kinaweza kuwepo usiku kucha. Wengi tuko katika hiyo hali ya usiku. Daudi, ukisoma, by the way, ukisoma hiyo mstari, hiyo mlango wa 30 kuanzia mstari wa 1, hapo juu kwa baadhi ya Biblia yenu inasema kwamba juu hapo imeandikwa kwamba hii ni wimbo au maombi wa Daudi mtumishi wa Mungu alioimba kudedicate au kuweka wakfu nyumba yake. Bwana asifiwe. Na hiyo nyumba yake ukiangalia kwa tafsiri ya Hebrew ambayo iliandikwa, hiyo neno inamaanisha vitu viwili. Inamaanisha kasri au palace, na pia inamaanisha nyumba ambayo ni hekalu. So wanatheolojia wengi wanaamini kwamba hii kitabu cha Zaburi 30 ni maombi ambayo mtumishi wa Mungu Daudi aliandika ili mtoto wake baada ya kujenga hekalu ataomba na kuimba wimbo hii. Haleluya. Bwana asifiwe. Wengi wetu tunaachieve vitu vingi katika maisha, lakini huwa hatuiti Mungu tunapoanza. Tunanunua magari, tunajenga nyumba, tunapeleka watoto shuleni, wanapita mtihani, tunapata pesa, tunapata kazi, lakini tunasahau kumuita Mungu, kuweka Mungu wakfu. Lakini Daudi alikuwa tofauti. Alijua kwamba mafanikio ya maisha yake inaanza na nani? Na Mungu. Na ndio maana from verse 1 of Psalms 30 to verse 3, hapo utaona mtumishi wa Mungu alikuwa mgonjwa karibu afe. Mungu akamponya.
akamshukuru, akamwabudu, akamuinua kwa sababu ya matendo ya Mungu ambayo hakuacha afe. Sema amen. Akagundua kwamba haikuwa madawa, akagundua kwamba haikuwa uwezo wake, akagundua kwamba ilikuwa ni Mungu. Ndiyo, dawa sio mbaya, lakini dawa bila Mungu is equal to nothing. Amen. Na ndio maana anasema akishukuru Mungu. Sasa kuanzia mstari wa 4 anasema hivi, nitakuimbia, nitakushukuru Mungu. Na mstari wa 5 anasema kwa nini amshukuru Mungu? Anasema kwamba huenda kilio kiwepo usiku kucha. Nataka kuongea na mtu ambaye ako kwa njia au ako kwa hali ya kulia. By the way, ukiwa katika hali ya kulia, marafiki huwa wanakuacha. Ukiwa katika hali ya kulia, unapiga simu na mtu anaangalia simu yako, anaweka chini na ana comment kwamba huyo anataka nini? Pesa. Bwana asifiwe. Kama tuko pamoja, fanya hivi. Hiyo ni wakati wa usiku. Wakati wa usiku wako unaweza pewa majina. Iwe ni usiku wa kiafya, mpaka wasema huyu anakonga na hiyo ugonjwa, hiyo ni tabia yake. Huyo hawezi kuwa mzima kwa mwezi mmoja, ati from tarehe moja hadi tarehe moja, haiwezekani. Hiyo ni wakati wa usiku wako. Lakini nimekuja kukuambia kwamba neno la Mungu limesema usiku unaweza kuwa mrefu, lakini ni wa muda. Kwa nini? Kwa sababu asubuhi kuna kuja na kutakucha. Asubuhi neema ya Mungu itakuangukia. Sema amen. Asubuhi, sema asubuhi. Nani angependa kuingia katika asubuhi yake? Mimi ningependa niingie katika asubuhi yangu, kwa sababu katika asubuhi yangu nitaimba wimbo mpya. Katika asubuhi yangu jina langu litabadilika. Katika asubuhi yangu ushuhuda utaonekana. Katika asubuhi yangu walionicheka wataniheshimu. Sema amen. Asubuhi kuna kuja. Tumelia, tumeitwa majina, tumekejeliwa, tumechekwa, lakini sikia, Mungu tunayemwabudu, Mungu aliyetuita, anasema kwamba asubuhi inakuja. Pigia Bwana makofi mazuri katika nyumba ya Bwana. Ili hiyo asubuhi ifike na ili hiyo asubuhi iharakishwe, nataka uandike vipengele kadhaa, sio nyingi, ni kidogo tu. Kwa hivyo naomba utege sikio lako ili ufanye haya mambo, uelewe haya mambo, ili asubuhi yako ifike haraka. Number 1, ili asubuhi yako ifike, lazima ugundue kwamba hauko peke yako katika usiku wako. Nataka ujue kwamba hauko peke yako. You are not alone. Mungu wako na wewe. Ndiyo kuna giza, lakini Mungu wako na wewe. Marafiki wamekuacha, lakini Mungu wako na wewe. Uko kitandani, wewe ni mgonjwa, lakini Mungu wako pamoja na wewe. Ndoa yako inayumba yumba, lakini Mungu wako pamoja nawe. Wamekuita majina, lakini katika usiku wako Mungu ako na wewe. Ukiwa na fahamu hiyo kwamba siko peke yangu katika shida hii, siko peke yangu, imani itaanza kukua. Sema amen. Bwana asifiwe. Hautaanza kuangalia waliokuacha, hautaanza kuangalia wenye walikudhulumu, hautaanza kuangalia wenye walikufungia njia. Utaanza kuangalia yeye aliyeahidi kwamba tazama, niko pamoja nawe hadi mwisho wa dahari. Aliahidi sitakuacha, sitakupungukia. Alisema upitapo katika maji mengi hayatakugharakisha. Alisema upitiapo kwa moto, wanakuangalia waone ukiteketea, lakini yeye anasema upitiapo kwenye moto hautateketea. Kama unaamini sema amen. Amesema hauko peke yako. Ukinipa kitabu cha Proverbs 18:24, Proverbs 18:24 inasema kwamba a man of many companions may be ruined, but there is a friend who sticks closer than a brother. Kuna rafiki, hiyo ni Proverbs 18:24.
kuna kuanga na rafiki anaitwa Yesu. Yeye anakwama karibu na wewe, yeye anakukumbatia, yeye ana stick closer than a brother. Huyo rafiki anaitwa Yesu. Huyo rafiki ameahidi hata kuacha. Anasema ako karibu na wewe kushinda ndugu yako. Alikuwa rafiki wake Lazaro. Lazaro alipokuwa kwa shida, hata shida ya mauti hakumwacha. Sema amen. Huyo rafiki ndio Mungu wako, na huyo rafiki ndio Mwokozi wako. Huyo rafiki ndio umekuja kuabudu. Huyo rafiki anasema kwamba katika giza yako hauko peke yako. Haleluya. Mimi naamini katika giza yangu siko peke yangu. Marafiki wanaweza niacha, jamaa wanaweza niacha, ndugu wanaweza niacha, lakini glory be to God, I have a friend who sticks closer to me than a brother. Amesema hata niacha. Unajua wakati katika giza yako kuna kuanga na sauti nyingi, na hizi sauti most of the time ni kutu discourage, kutushusha moyo. By the way, ukiwa kwa shida, kwa mfano ukiwa mgonjwa, alafu wale wenye kuja kukutembelea, unasikia tu mtu ameingiwa tu na pepo, anaanza tu kusema, unajua hii ugonjwa niliuanga fulani, na imagine amekuja kutembelea. Ilianza tu hivi. Halo, Bwana asifiwe. Kama tuko pamoja, fanya hivi. Hiyo ujue kwamba ni shetani anaongea kupitia kinywa. Huenda huyo ndugu au huyo dada ako very innocent, hajui kwamba anatumiwa na ibilisi ili uwe discouraged, ili uanze kuwa na doubt, ili u lose hope. Haleluya, Bwana asifiwe. Kuna kuanga na sauti. Wewe unafanya kazi kwa shule, unapita mtihani, Bwana asifiwe, unaenda chuo kikuu, unasoma, unamaliza, unaenda college, unasoma, unamaliza, alafu siku ya kufuzu kwako anakuja anasema, unajua kuna kazi Kenya. Watu wengi wamesoma, tumewaona, hakuna kazi nini? Bwana asifiwe. Hizo sauti zinakuwa za kudiscourage. Zina discourage. Lazima uzikatae katika jina la Yesu. Lazima uzikatae. Kwa nini uzikatae? Kwa sababu unatambua kwamba hauko peke yako. Ni kweli hakuna kazi, lakini hauko peke yako. Ni kweli ugonjwa huo uliua fulani na ukaua fulani, lakini maandiko inasema watu maelfu wataanguka upande wa kushoto na upande wa kulia, lakini wewe. Sema lakini mimi. Sema lakini mimi. Hamsemi jamani. Sema lakini mimi. Hakuna kitakachonidhuru. Amen. Kwa nini? Kwa sababu uko na rafiki. Kwa hivyo katika giza yako, jua kwamba hauko peke yako. Ukijua kwamba hauko peke yako, utaanza kujengeka imani yako. Naomba ufungue nami kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 6, kisha tutasoma Joshua 1 mstari wa 5. Kumbukumbu la Torati 31, that is Deuteronomy 31 verse 6, Deuteronomy 31 verse 6 and Joshua chapter 1 verse 5. In Deuteronomy 31 verse 6 the Bible says, be strong and courageous. Do not be afraid, nor be scared of them. For the Lord your God is He who is going with you. He will not leave you nor forsake you. Say amen. The Lord is going with you. Hallelujah. Amen. The Lord is going with me. Hallelujah. The Lord is going with me. Listen. Mungu alimwambia Musa, ninakupeleka katika nchi ya ahadi iliyo na maziwa. Amen. Iliyo na asali. Amen. Lakini watu wako hawa ni watu vichwa ngumu. Kwa hivyo wewe nitatuma malaika wangu uende na iende wapi? Uende kwa hiyo nchi iliyo nzuri. Musa alikataa. Musa alikataa kuenda katika hiyo nchi aliyoahidiwa. Kama alisema Mungu, kama hauendi na mimi, haleluya, basi heri nisiende katika hiyo nchi nzuri. Heri nisiende. Ni danger kuenda bila Mungu. Sema amen.
Oh my God, how I wish the Spirit of the Lord may speak to you. Ni danger kuenda kwa baraka, kuenda kwa kazi, kuenda ng'ambo bila Mungu. Alimwambia, nitaenda pamoja nawe, uwepo wangu utaenda pamoja nawe. Sikia kile aliambia Joshua in Joshua chapter 1 verse 5. Joshua 1:5 inasema, no man will be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail you nor forsake you. Amen. You are not alone. Hauko peke yako. Katika giza yako, anza kujua kwamba katika hii giza totoro ambayo imenifunga na madeni, siko peke yangu. Ninaye yeye anaye nguvu, uwezo wa kuniinua. Hauko peke yako. Ndiyo uko kwa usiku. Ndiyo usiku umekuwa mwingi. Ndiyo masani kana kwamba haisongi. Ili utoke kwa usiku wako, leo nataka utambue kwamba ujue hauko peke yako. Ukijua hiyo, itaanza kujenga kitu ambayo inatuelekeza katika kipengele cha pili. Kipengele cha pili ni kwamba Mungu ni msaada wako. God is your help. Wakati wako wa usiku, gundua kwamba God is your help. Gundua kwamba Mungu ni msaada wako. Mungu akiwa msaada wako, utaanza kureason tofauti. Mungu akiwa msaada wako, tumaini lako utaweka kwake. Uhai wako utaweka kwake. Kesho yako utaweka kwake. Huduma yako utaweka kwake. Mungu akiwa msaada wako, hofu na uoga itaondoka. Utajua kwamba yote ni salama. Sema amen. Mungu ni msaada wako. Wengi wetu hapa, kama sio Mungu kuwa msaada wetu, haungekuwa unaniangalia saa hii. Wengine hawangekuwa hai. Wengine wangekuwa gerezani. Wengine wangekuwa saa hii kwa mtaro, wamelewa chakari. Wengine wangekuwa saa hii kwenye na wengine wangekuwa walishakufa kitambo. Lakini uko hapo kwa sababu ya Mungu kuwa msaada wetu. Pigia Bwana makofi mazuri kama unaamini hayo. Naomba usome nami kitabu hiki. Kitabu cha Yeremia 33 mstari wa kwanza hadi wa 3. Usikie vile Mungu anakuwa msaada wetu. Jeremiah 33 verse 1 to 3. Jeremiah 33 verse 1 to 3. Mungu anasema hivi. Jeremiah chapter 33 verse 1 to 3. 33 verse 1 to 3. Anatuambia hivi. Tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa angali amefungwa katika uwanja wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili audhibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Sema amen. Yeremia ako peke yake. Yeremia amefungwa. Haleluya. Kwa nini alifungwa? Kwa sababu alikuwa anatii sauti ya Mungu. Kwa sababu alikuwa anafundisha ukweli. Kwa sababu alikuwa anatoa unabii wa Mungu, lakini bado alifungwa. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Wewe umefanya tu kitu moja nzuri na umekosa kuwa recognized. Umekuja ukapanguza dirisha ya church, lakini una expect pastor akuje aseme maombi maalum kuhusu wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umekuja ukaosha hii kanisa peke yako, mtu mmoja. Una expect kiongozi wa ibada on Sunday ataje jina yako, na ikiwezekana akusimamishe wa kupigia makofi, lakini haijafanyikiwa. So unashushwa moyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini Yeremia, maandiko inasema kwamba huyu jamaa alitaka kunyamaza, lakini hakunyamaza. Mungu, neno la Mungu lilikuwa ndani yake inawaka kama moto. Akatoa unabii. Baada ya kutoa unabii, maandiko inasema alishikwa, akapelekwa palace. Palace kulikuwa na gereza. Gereza hiyo ilikuwa ni shimo. Shimo hiyo ilikuwa imechimbwa na lilikuwa na maji au matope.
jamaa akatumbukizwa kwa matope. Are we together? Akatumbukizwa kwa matope mpaka shingo limebaki, akawa pale. Nini ikafanyika? Neno la Mungu likamjia. Sema amen. Kumbe katika giza yako bado neno la Mungu linaweza kujia, na neno la Mungu ni uhai, neno la Mungu ni roho, neno la Mungu ni msaada. Bwana Yesu asifiwe. Katika giza yako, kumbuka tunaongea kuhusu hali ya kutoka katika giza. Kumbe neno la Mungu likamjia. Kumbe neno la Mungu linaweza kukujia. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbe neno la Mungu linaweza kukujia. Unaona hiyo hali ambayo inafanya ulie usiku kucha, neno la Mungu linaweza kukujia. Sikia, neno la Mungu ni msaada wa Mungu. Neno la Mungu ni roho. John 6:63. Neno la Mungu ni roho wa Mungu. Roho wa Mungu ikikuja inaleta ukombozi. Amen. The anointing breaks every yoke. Neno la Mungu ni roho. Roho wa Mungu inaleta kufunguliwa, inavunja kila nira ambayo imekufunga. Kwa hivyo ujue yeye anayeweza kukuokoa na kukufungua kutoka kwa hiyo giza ni Mungu, ni neno la Mungu, ni roho wa Mungu. Kwa hivyo tambua kwamba Mungu ni msaada wako. Sema amen. Mimi naamini Mungu ni msaada wangu, na maisha yangu inashuhudia kwamba kweli Mungu ni msaada wangu, kwa sababu kama sio Mungu mimi sijui ningekuwa wapi. Huenda sija-achieve mingi, lakini umbali huu ninaweza simama na niseme kama sio Mungu. Amen. Hallelujah. Umbali huu naweza simama na niseme kama sio Mungu. Kama sio Mungu sijui ningekuwa wapi. Aabudiwe huyo Mungu. Naomba ufungue nami kitabu cha Psalms 46 verse 1 and Psalms 40 verse 17. Psalms 46 verse 1 and Psalms 40 verse 17. Inasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu sisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa kila mtu. Kwetu sisi. Sisi ni akina nani? Sisi ni watoto wa Mungu. Haleluya. Sisi ndiyo tuko kwa shida, ndiyo tuko kwa giza, lakini kando ya kuwa kwa hiyo hali, sisi kwetu Mungu ni msaada. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika giza yako hiyo, nataka ujue Mungu ni msaada wako. Mungu kwetu sisi ni msaada. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Mungu kwetu sisi ni nguvu utakaoonekana tele wakati wa matatizo. Kwa hivyo 40 verse 17, Psalms 40:17 inasema, nami ni maskini na mhitaji, Bwana atanitunza. Ndiwe msaada wangu na wokovu wangu, Mungu wangu usikawie. Kiingereza kinasema hivi. Sikia vizuri Kiingereza. That is Psalms 40 verse 17. But I am poor and needy, yet the Lord thinks upon me. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe kanisa. Listen to what the Bible says in Psalms 40 verse 17. But I am poor and needy, yet the Lord thinks upon me. You are my help and my deliverer. Do not delay, oh my God. God is our help. Amen. Kwa hivyo na kipengele cha pili ni kwamba God is our help. Mungu ni msaada wetu. Mungu ni msaada wetu. Ya tatu ni kwamba the situation is not permanent. Kumbuka tulisoma kitabu cha Zaburi 30 mstari wa 4 hadi wa 5, ambayo inasema kwamba usikilio kinaweza kuwepo usiku kucha, lakini asubuhi kunakuwa na faraja. Na ili hiyo ifanyike, ili asubuhi yetu ifike upesi, ya kwanza tumegundua ni kwamba
lazima utambue kwamba hauko peke yako. Mungu ako na wewe. Ya pili, lazima ugundue kwamba Mungu ndio msaada wako. Sio bosi wako, sio wazazi wako, sio anko yako, sio mchungaji wako wala askofu wako. Mungu ndio msaada wako. Na ya tatu, ili utoke kwa hiyo giza, lazima ugundue kwamba hiyo hali, hiyo giza sio permanent. Sema amen. The situation is not permanent. Hiyo hali sio permanent. Hiyo hali sio permanent. Wakati huu unaweza onekana kwamba inakawia. Inaweza kuwa imemaliza mwezi, imemaliza siku nyingi, lakini sio permanent. Naomba unipe kitabu cha 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Usikie vile maandiko inasema. Biblia inasema hivi: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata wawaacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Haleluya! Bwana asifiwe. Naomba tuangalie vizuri chenye maandiko inasema katika hii kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:13. Inaanza kusema kwamba jaribio au jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida kwa wanadamu. Hiyo hali ambayo uko, hiyo giza ambayo imekufunika, sio wewe wa kwanza na sio wewe wa mwisho. Jaribio hilo ambalo uko nalo, ambalo limekukumba, sio wewe wa kwanza. Kuna wengi walijaribiwa, wengine wakashinda, wengine wakashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja, fanya hivi. Gundua kwamba hiyo hali sio permanent. Iwe ni hali ya utasa, sio permanent. Kuna wengi utasa wao ilifanya wamwendee Mungu, waombe. Amen. Mungu akawapatia kina Samueli. Mungu akawapatia akina Yohana. Mungu akawapatia akina Samsoni. Haleluya. Kuna wengine pia utasa wao ilifanya waende kwa waganga. Haleluya. Waende kutafuta watoto kwa waganga, watoe kafara. Kama ni ndoa, kuwa na shida, sio wewe wa kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hali yako imefanya wengine wamgeukie Mungu, imefanya wengine watoroke kwa Mungu. Kwa hivyo 1 Corinthians 10 chapter 10 verse 13 inasema kwamba jaribio hilo lako, huo usiku wako, sio wewe wa kwanza. Haleluya. Sema sio mimi wa kwanza. Sema na nguvu, sio mimi wa kwanza. Sema na nguvu, sio mimi wa kwanza. Yes, na hautakuwa wa mwisho. Ili hiyo hali igeuke, hiyo hali yako inasema kwamba jaribio halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida kwa wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Mungu ni mwaminifu. Uaminifu wa Mungu ndio sababu inafanya tuseme kwamba hiyo hali ni temporal. Ni uaminifu wa Mungu. Uaminifu wake ndio inafanya tuamini kwamba akisema niko pamoja nanyi, kweli tunaamini ako pamoja nasi. Ni uaminifu wake ndio inafanya tuamini akisema mimi ni msaada wako, tunaamini kwamba hakika atatusaidia. Ni uaminifu wake ndio inafanya tuamini akisema ninakuja kuwaokoa, unaamini kweli anakuja kutuokoa kwa sababu ya uaminifu wake. Si mtu apigie Bwana makofi kwa sababu ya uaminifu wake. Na amesema sitawaacha mjaribiwe kuliko uwezo wenu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hata waacha ujaribiwe kuliko uwezo wako. Na anasema hivi, lakini pamoja na lile jaribio atafanya na mlango wa kutokea,
ili muweze kustahimili. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Amen. Mungu ni kutengeneza njia. Yeye hutengeneza njia. Mungu hutengeneza njia. Ombi langu ni kwamba leo hii tuongee neno la imani kama mtumishi wa Mungu Daudi alisema, usiku unaweza kuwa umeenda sana, lakini asubuhi inakuja. Sasa nataka uandike andiko hizi, kisha tutazinena, then tutaomba, na ninaamini kwamba hiyo hali ya usiku inaenda kubadilika katika jina la Yesu. Naomba unipe kitabu cha Zaburi 118. Zaburi 118 mstari wa 6 hadi 8. Psalms 118 verse 6 to 8. Verse 6 to 8 inasema hivi: Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Geukia jirani yako, mwambie Bwana asifiwe. Mwambie Bwana asifiwe. Alafu nataka uangalie hili andiko. Psalms 118 verse 6 to 8. Inasema hivi: Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Endelea. Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wakiwa wameshindwa. Wanane unasemaje? Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Hiyo ni declaration ya Daudi mwenye alisema kwamba asubuhi inakuja. Sikia Daudi bado anaendelea kusema in Psalms 124 verse 8. Psalms 124 verse 8. Inasema hivi. Alijua kwamba the situation is temporal. Anasema kweli, msaada wetu huu katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa nini nawapatia hizi mstari? Ni kwa sababu tunaenda kuomba tukiegeza imani yetu kwa kile ambacho kimeandikwa. Na usiku wangu na usiku wako unaenda kuyeyuka katika jina la Yesu. Ukiamini sema amen. Ukiamini sema amen. In Psalms 124 verse 8 inasema, our help is in the name of the Lord who made the heaven and the earth. 27 verse 3 to 8 verse 1 to 3. Psalms 27 verse 1 to 3, alafu tutasoma ya mwisho Romans 8 verse 31. Psalms 27 verse 1 to 3 inasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Endelea. Verse 2. Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikua wakaanguka. The last one, verse 3. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapo nitokea, hata hapo nitatumaini Bwana. Sema amen. Sema hata hapo. Imagine kwa hiyo giza utamtumaini tu Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Daudi anasema Bwana ni nuru yangu. Yeye ndio anaweza kukuangazia katika hiyo giza, katika hiyo shimo penye umetupwa, akiamua kukumulika hiyo giza yako
itatoroka na nuru ya Bwana itaonekana. Na ndio maana anaitwa Bwana. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Ukisoma kitabu cha Malachi 3:6 inasema, mimi ni Bwana asiyebadilika. Ndio maana nyinyi wana wa Yakobo hamujaangamizwa. Ni kwa sababu ya Bwana ndio maana haujaangamizwa. Haujui ni maadui wako wangapi waliinuka kinyume chako, wakakupangia mabaya walivyompangia Daudi. Lakini Daudi anasema, ninajua msaada wangu, ninajua nuru yangu, ninajua anayeweza geuza giza yangu iwe nuru. Huyu Daudi aliinukiwa mpaka na familia yake, mpaka na watoto wake aliyowazaa, lakini aligundua kwamba Bwana ndio anaweza geuza giza yake ikawa nuru. Na ndio maana anasema kilio kinaweza kuwa usiku. Yes. Kilio kinaweza kuwa usiku, lakini asubuhi kuwe na nini? Na faraja. Hii ni sawa tu. Tunamalizia kwa kusoma kitabu cha Psalms 42 verse 11 and verse 5. Psalms 42 verse 11 and verse 5. Psalms 42 verse 11. Sikia vile maandiko yanasema, nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Kiingereza kinasema hivi, why are you cast down, oh my soul? Why are you cast down, oh my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God. Hope in God. Hope in God. Bethanians, hope in God. In that situation, hope in God. In your night times, hope in God. 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 Verse 5. 42 verse 5 inasemaje? Psalms 42 verse 5 inasema, nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Why are you disquieted, gloomy, dejected, and in despair? Why are you cast down, O my soul? Hope thou in God. Hope thou in God. In your night times, never embrace the spirit of despair. Never embrace the spirit of despair. Never give up. Anchor your hope in God, and He will come in for your aid. He will come in for your aid. He will come in for your aid. Naomba tusimame. Usipe moyo. Ndiyo uko kwa usiku, ndiyo mhali sio hali, ndiyo umelia, ndiyo hauoni njia, ndiyo jaribio limekuwa mwingi, pengine umechekwa na kuitwa majina, lakini maandiko imetuambia kwamba asubuhi faraja inakuja, asubuhi msaada unakuja, asubuhi nuru itaonekana na giza itatoroka, asubuhi jina yako itabadilika, asubuhi waliokucheka watakuheshimu. Ni asubuhi yako ndio unangojea, na unapongojea jua kwamba Mungu amesema hatakuacha. Ni heri shida yako ikuelekeze kwa Mungu. Wengine wakiwa kwa shida wanamtoroka Mungu, wakiwa kwa shida wanaacha maombi, wakifutwa kazi wanawacha maombi, biashara ikiyumba wanawacha maombi, watoto wakianguka mtihani wanamkufuru Mungu na kusema hata sioni maana ya kutithe, hata sioni maana ya kwenda kanisani, hata sioni maana ya kufanya hiki na kile. Wacha nikuambie, gundua ili utoke kwa hiyo giza, ni lazima
ujue kwamba Mungu amesema niko pamoja na wewe. Jua kwamba Mungu atakuwaje na wewe kama haujamkaribisha. Umkaribishe Mungu awe pamoja na wewe. Namba 2, gundua kwamba Mungu amesema mimi ni msaada wako. Yeye anaweza kukusaidia kuliko marafiki, kuliko mkubwa wako kazini, kuliko hata mchungaji wako, kuliko yeyote duniani, kuliko serikali yako. Mungu anaweza kusaidia. Umtumaini huyu Mungu, na Mungu amesema ukimtumainia, hiyo hali, hiyo giza, hiyo shimo sio permanent, inakuja kugeuka. Hali yako inaenda kugeuka, hali yangu inaenda kugeuka katika jina la Yesu Kristo. Jina yangu inaenda kugeuka katika jina la Yesu Kristo. Hii giza lazima iondoke katika jina la Yesu Kristo. Huyu Mungu habadiliki, yeye ni yule jana, leo na milele. Alifanyia yule, anakamfanyia yule, atanifanyia mimi pia. Ndiyo, giza yangu imeenda miezi 2, imeenda miaka 2, lakini huyu Mungu yeye huwa anasimama. Akisimama lazima kila aina ya giza ianze kutoroka sasa katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako mpendwa, anza kuomba katika jina la Yesu Kristo. Hiyo hali ambayo imefanya ulie, hiyo hali ambayo imefanya uchekwe, hiyo hali ambayo imefanya uitwe majina, hiyo hali ambayo imefanya wengine watoroke Mungu, hiyo ni giza. Endelea Bwana ukiomba kwamba Bwana umesema kilio na giza inaweza kwenda usiku kucha. Wewe uliahidi nuru kukuja asubuhi. Sasa angaza katika hali yangu, sasa angaza katika familia yangu, sasa angaza nuru yako katika afya yangu, sasa angaza nuru yako katika watoto wangu katika jina la Yesu Kristo. Sasa angaza nuru yako katika huduma yangu. Fungua kinywa chako, anza kuomba. Omba yeye aliye na nguvu, uwezo na mamlaka ya kubadilisha hali aingie katika maisha yako, aingie katika ndoa yako, aingie katika afya yako, aingie katika ndoa yako, aingie kwenye mipango